kuna mtu wa ndani na kuna mtu wa nje. Yesu asifiwe sana. Paulo anaongelea habari ya mtu wa ndani, anaongelea na habari ya mtu wa nje. Mtu wa ndani ni yule mtu asiyeonekana, unaye wewe. Mtu wa nje ni yule anayeonekana, tatumia lugha hiyo hiyo, unaye wewe. Unaye mtu wa ndani, unaye mtu wa nje. Wa ndani anaonekana, wa nje wa ndani haonekani, wa nje anaonekana. Sasa katika somo langu hili, mimi sina shida na mtu wa nje, na shida sana na yule mtu wa ndani asionekana. Huyu ndio wa muhimu sana. Huyu ndio anayeleta matokeo. Mtu wa nje aweje? Usipomjali wa ndani, matokeo ya nje yatakuwa mabaya sana. Yesu asifiwe sana. Tuna shida na mtu wa ndani. Nataka nimuongelee sana mtu wa ndani, sababu mtu wa ndani ndio maisha haya. Hayo maisha ulionayo yanatokana na mtu yule wa ndani. Nje iwe nzuri inategemeana na ndani. Ndani iwe mbaya, nje iwe mbaya, inategemeana mtu wa ndani. Na nikwambie hivi, inawezekana kabisa mtu wa nje ni wewe, lakini mtu wa ndani sio wewe. Tukikuangalia, wewe ni mtu wa nje na ni wewe, lakini inawezekana kabisa